alitajwa kuwa mwanamke wa kwanza katika jamii ya Kikuyu na nchi yote nzima ya Kenya kupewa wadhifa wa chief katika nyakati ambazo mwanamke kuwa kiongozi katika jamii ilikuwa mwiko kabisa. Hii leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kisa kuhusu the rise and fall of Wangu wa Makeri. Inaaminika Wangu wa Makeri alizaliwa mwaka 1856, 1856 kule katika maeneo ya Murang'a. Maana nyakati zile ilikuwa vigumu sana kwa mtoto wa kike kupokea elimu wala kuhusishwa na mambo ya ujenzi wa jamii. Wangu wa Makeri alizalia kuwa kijakazi nyumbani kwao, akiwalisha mifugo wa babake na pia akilima mashamba ya wazazi wake. Alipobalehe ama tuseme alipokomaa Wangu na kufikia umri wa kuweza kuoleka, alikutana na kijana aliyemchumbia akitambulikana kama Makeri wa Mbogo. Pamoja walijaliwa watoto 6 ila kutoka nje ya ndoa hata kama kwamba kutoka nje ya ndoa wala kuweza kumcheza yule ambaye upo naye katika mahusiano ama mmeo, ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni mwiko kabisa, na nilikuwa na adhabu yake ilikuwa kubwa sana. Inaaminika mwanamke aliyeweza kupatikana akiweza kumcheza bwanake angeweza kupigwa na mawe mpaka kuuawa kwa wakati ule, ila haikufanyika hivyo kwa Wangu wa Makeri. Wangu wa Makeri anatajwa kama mwanamke wa kwanza kutoka nje ya ndoa yake, ambapo alianza uhusiano na moja kati ya machifu wakuu enzi zile, ukipenda Paramount Chief Karuri wa Gakure, jamaa ambaye kwa wakati ule alikuwa na wanawake 60. Karuri wa Gakure alikuwa anakwenda kumtembelea Wangu wa Makeri mara kwa mara kule Murang'a wakati akiwa safarini, na hapa ndipo uhusiano huu ulianza mpaka ukafikia kuwa uhusiano wa kimapenzi kati ya Wangu wa Makeri pamoja na Chief Karuri wa Gakure. Mumewe Wangu wa Makeri, bwanake Makeri wa Mbogo, alipogundua kuhusu uhusiano huu, Chief Karuri wa Gakure alifanya jaribio la kwanza la kumnyamazisha kwa kumhonga na wadhifa wa chief katika jamii yao. Inaaminika Makeri wa Mbogo alikataa kabisa kiti kile na wadhifa ule ambao Karuri wa Gakure alikuwa akimpa, na ndipo Karuri wa Gakure aliamua kumpa Wangu wa Makeri nafasi ile ambayo aliipokea na kuwa mwanamke wa kwanza kutajwa kama kiongozi katika jamii ya Kikuyu. Ama tuseme Wangu wa Makeri halikubali wadhifa ule kutokea kwa mpango wake wa kando bila kusita, na hapo ndipo alipojinyakulia wadhifa kama chief katika jamii ya Kikuyu. Mwaka ni 1902 ndipo Wangu wa Makeri alihapishwa kama chief wa kwanza wa kike katika jamii ya Kikuyu chini ya uongozi wa mkoloni wa Uingereza. Wakati huu serikali ya ukoloni ilikuwa imeanza kutosha ushuru kwa Wakikuyu, na hivyo kazi ya kutosha ushuru alikabidhiwa Wangu wa Makeri, ambaye aliitumia kuwadhalilisha wakazi wa eneo lake ambao
walizidisha chuki dhidi yake na mwanamke huyu na hata kupanga njama mbaya dhidi yake. Wangu alitumia mamlaka yake kuwadhalilisha watu haswa wale walioshindwa kulipa ushuru, ambapo wengi wao aliwafunga gerezani, na kati ya adhabu aliyowapa wengine wao ni kuwakalia migongoni mwao, huku akiwaambia waimbe jina lake na kumwabudu. Imagine kukalia mtu mgongoni, or sitting on somebody's back and telling them to sing your name while they praise you. Ila kawaida, siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Baada ya miaka 7 uongozini, karma ilikuwa imemfika Wangu wa Makeri. Wengi katika kabila la Kikuyu waliimba kwa furaha baada ya kuanguka kwa uongozi wake Wangu wa Makeri. Ilikuwa ni kati ya tarehe 2 na tarehe 4 mwezi Juni mwaka 1909. Between 2nd and 4th of June 1909. Katika hafla kubwa wakati ule katika mila na tamaduni za jamii ya Kikuyu, inaaminika kulikuwa na mkutano alisi. Katika mkutano ule alisi, Wangu alijiunga na kundi la wanaume kucheza densi katika sherehe za Kibata, ambapo katika sherehe ile ya Kibata wanaume waliimba wakiwa uchi wa mnyama. Kibata katika jamii ya Kikuyu ilikuwa ni sherehe ya densi ya wanaume pekee na mabinti ambao bado walikuwa hawajaoleka. Pale alikuwepo pia mpango wake wa kando Wangu wa Makeri, Paramount Chief Karuri wa Gakure. Alipomuona Gakure akila densi, Wangu alivua mavazi yake na kwenda kula densi na Karuri wa Gakure. Tukio hili lilikuwa ni mwiko katika jamii, hasa ikiwa ni kiongozi aliyefanya jambo lile. Wangu wa Makeri alilazimishwa kujiuzulu kama chief na kung'atuliwa mamlakani. Hapa uongozi wa Wangu wa Makeri ulikuwa umefikia kikomo, ambapo yale majivuno aliyokuwa nayo katika uongozi wake yalikuwa ndio yamefika kikomo kabisa. Na kama jinsi ambavyo tunasema, ya duniani ulipiwa hapa duniani. Wangu alifikia pointi hata kukamatwa na jeshi la mkoloni, maana alikuwa amekwenda kinyume na sheria za jamii na pia itikadi za kabila la Kikuyu. Hapa leo ndipo tunatilia kikomo katika story ama shajara yake Wangu wa Makeri. Historia inamtambua kama one of the most ruthless paramount chieftains of her time, yani kiongozi wa kwanza wa kike katika jamii na kabila la Kikuyu. Ila alikuwa na unyama uliokidhiri mipaka, na alikuwa kiongozi wa kike aliyeanza majivuno. Ila katika historia, vitabu vingine vinamtambua Chief Wangu wa Makeri kwa kuwa mwanamke wa kwanza kuweza kuingia katika vitabu vya historia na kuongoza jamii wakati ambapo dunia haikuwa ishai tena muona kiongozi wa kike katika kabila la Kikuyu. So anapewa heshima sana na feminist wengi kutokea katika jamii ya Kikuyu. Kando na Chief Wangu wa Makeri, tumekuwa na mashujaa wengi ambao ni wakusifiwa na sifa zao, ama niseme majina yao hayajapakwa tope kabisa. Tuna mashujaa wa kike waliopigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya, ikiwemo Muthoni wa Kerema, ikiwemo mkewe Dedan Kimathi, ikiwemo
Mekatilili wa Menza na wengine waliohusika katika ukombozi wa Jamhuri ya Kenya. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE, kipindi hewani ni Drums of History. Mimi niite FK.